wa Kenya. Leo nataka tuongee kuhusu siasa za Western Kenya. Na mimi mwanzo niliwaambia hakuna kitu nitaficha kuhusu mambo yanayohusu Western Kenya, mambo yanayohusu Kenya ama jamii yoyote hapa Kenya, ama mtu yeyote hapa Kenya, ama Afrika, ama kiongozi yote hapa Afrika. Haijalishi ako na mali kiasi gani, haijalishi ako na wafuasi wangapi. Kama ni ukweli nitaongea ukweli kumuhusu, ama kuhusu kitu chochote ambacho naona naweza kuongelea kinachohusu nchi yetu ama bara letu la Afrika. Sasa nataka kuongea kuhusu historia ya Western Kenya. Western Kenya, hapo mwanzo kulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa anaitwa Masinde Muliro. Masinde Muliro alikuwa ni kiongozi shupavu. Hadi saa hii, after more than generations after generations, jina lake linasifika. Ndio Masinde Muliro, kiongozi ambaye alipigana akafukuza mkoloni. Na hiyo maneno ilifichwa na what we call people in power, the Kikuyu community. Waluya walipigania uhuru wa hii nchi kupitia kwa kiongozi anaitwa Masinde Muliro na wengine Nelicha wana meme. Walipigana hadi nchi ya Kenya ikapata uhuru. Lakini Mkikuyu anasema ni wao peke yao through Mau Mau walipigania uhuru wa nchi. Nataka kuwapea historia. Tulikuwa na kiongozi anaitwa Masinde Muliro. Huyu kiongozi baada ya kupigana kupata uhuru around 1960, mwenyewe alizaliwa around 1921 or 2022. Siasa yake ilikuja hadi 1992-1995. Wakati wa kupigania uhuru wa nchi, kulikuwa na competitor wake alikuwa anaitwa Nabongo Mumia. Wakati yeye alikuwa na resist kufukuza mkoloni, tulikuwa na mwingine anaitwa Nabongo Mumia ambaye alikuwa anajipendekeza kwa wazungu. Anaambia wazungu, nyinyi bora mtupe chakula, hawa wengine tutadili na wao. Vibukusu. The language still being repeated. Vibukusu, nipee tu mimi nikule, hii tutadili na wao. Bora mnipee power, protect me. Sisi hatutaki vita, nataka amani. Na huyu ni kiongozi jasiri ambaye alikuwa ameona bila uhuru wa nchi hakuna mahali penye tunaelekea, tutaangamia tuishi. Lakini huyu naye kwa sababu ya ile tamaa, yeye anajiona hataki vita, ndaka amani. Amani na unaishi na mtu anayekunyanyasa, hiyo ni amani kiasi gani hiyo? Amani aina gani hiyo? Baada ya Masinde Muliro kuungana na chama zingine kuleta uhuru Kenya,
ilikuwa around 1964. Tukawa na competitor wake pia huko Western ambaye alikuwa anaitwa Oginga Odinga. By then, wakati wa kupigania ukoloni, Waluhya wote wengi walikuwa wameungana chini ya Masinde Muliro. Lakini baada ya kupata independence, Waluhya tukawa divided immediately. Unanipata? Kuna mzee kutoka Nyanza ambaye alikuwa anaitwa Oginga Odinga, aliform chama chake kinachoitwa KADU. Naka intrude in Western Kenya. Na Waluhya wakaacha Masinde Muliro ambaye alikuwa amefika kiwango cha kuwa president hapa Kenya. Tukawa divided. Wengine wakajoin Oginga Odinga in terms of because of ethnicity in Western Kenya. Ethnicity in Western Kenya. Walipikana hivyo, wakapikana. At long last, wakaona hii vita haiwafaidi chochote. Ilibidi waungane. Masinde Muliro na Oginga Odinga wakaungana. Masinde Muliro akaacha chama chake kinachoitwa KANU, akajiunga na Oginga Odinga. Oginga Odinga akaacha chama chake kinachoitwa KADU, akajiunga na Masinde Muliro, na wakafomu chama kinachoitwa Ford Kenya, wakiwa na mission ya kuleta ukombozi Western Kenya na Nyanza region, kutoa kiongozi ambaye alikuwa ameneza ukabila Kenya anayeitwa Mzee Jomo Kenyatta. Wakaunda chama kinachoitwa Ford Kenya. Katika ile hali kuna kiongozi ambaye alichipuka kule Western Kenya ambaye alikuwa anaitwa Kenneth Matiba alitokea tu from nowhere. Baada ya kuunda chama kinachoitwa Ford Kenya, akaanza kuwania upresident. Matusi ikaanza huko Western, tena tukawa divided. Masinde Muliro akakuja akakufa, akaaga dunia kabla kufaulu maono yake, sababu ya wrangling between him and his own brother Kenneth Matiba. Baada ya kifo cha mzee wetu Masinde Muliro, Kenneth Matiba akabaki kwa uwanja, akawika Western Kenya. All of a sudden, Moses Mudavadi akatoka from nowhere. Tena ikawa ni rangoli. Kenneth Matiba alikuja akaaga dunia, akazeeka kabla ya kuona kile kiti. Mudavadi akatawala.
Mudavadi alikuwa ni papa wa Sai Moses Musalia Mudavadi. Kumbuka katika ile vita ya kati ya Masinde Muliro, Kenneth Matiba, Moses Mudavadi, tulikuwa na kijana ambaye anajifunza siasa chini ya Masinde Muliro, na alikuwa anaitwa Wamalwa Kijana. Alikuwa anaitwa Wamalwa Kijana. Wamalwa Kijana alikuwa anajifunza siasa akiwa kwenye chama cha Ford Kenya. Na Moses Mudavadi alikuwa kwa chama cha KANU. Unaona hiyo pattern? Huyu alikuwa kwa chama cha Ford Kenya, huyu alikuwa kwa chama cha KANU. Na Masinde Muliro na Oginga Odinga wameacha vyama vyao, wameunda Ford Kenya. Na huyu anachoni siasa kwa chama cha KANU, kutumiwa na Wakikuyu na Wakalenjin kuharibu Western Kenya. Hadi Matiba pia alikuwa anatumiwa kuharibu Western Kenya. Nielewe vizuri. Western Kenya imetoka mbali. Western Kenya imetoka mbali. Mimi nafunza walio kuhusu the power of unity. Moses Mudavadi hakufaulu. Ikawa ni wrangle between sasa Wamalwa Kijana na Moses Mudavadi. Wakati walipambana wakapambana, Western ikawa divided hivyo. Hakufaulu. Hadi wakati ambapo Moses Mudavadi aliseka akiwa kwa chama cha KANU. Mtoto wake alitolewa shule. Amebaki Wamalwa Kijana peke yake kwa uwanja. Western yote ikatambua Wamalwa Kijana. The whole of Western region ilitambua Wamalwa Kijana. Juu alikuwa kwa chama cha Ford Kenya. Wale watu wa divide them and rule them. Wakatoa kijana kutoka shule anaitwa Musalia Mudavadi akiwa na umri wa miaka 27, akajoin politics kudivide Western Kenya. Wakaanza kumold. Elewa historia ya Kenya venye imeenda. Wakaanza kumold Moses Musalia Mudavadi. Baada ya baba yake alikufa ama hapo ndio sielewa hiyo historia vizuri. But nitawapea jibu. Katika ile hali baba ya Raila Amolo Odinga alikuwa mwenye chairman cha Ford Kenya, sababu Masinde Muliro alikuwa ashakufa, amshaaga dunia. Aliwaachia Oginga Odinga. Oginga Odinga alikuwa anatawala the whole of Western region and the Nyanza region and the neighboring communities. Akawaachia Wamalwa Kijana hiyo mandol ya kumanage Ford Kenya. Ne Raila akachipuka, akatokea from nowhere, akawa kompeta ya Wamalwa Kijana.
Wamalwa kijana